Waswahili na waiteni, hapa kuna jambo zito kuhusiana na Mange Kimambi. Mange Kimambi bwana ameweza kusihitisha shughuli zote za umbea katika app yake ya Mange Kimambi app, na hii ni baada ya siku ya jana kuweza kuposti video kwa akiongea kwa hisia sana kwamba achague nini kati ya vitu viwili, kati ya harakati za kisiasa ama masuala ya umbea, huku akiongea na kusisitiza kwamba kazi ya umbea ndio ambayo inampa pesa nyingi zaidi, ni kama ajira yake ambayo inamuingizia kipato kikubwa. Lakini bwana leo ameweza kufanya maamuzi katika mambo hayo mawili, amechagua kuendelea na harakati za kisiasa. Sasa kabla hatujasoma kile ambacho amekiandika, maneno mazito ambayo ameandika kusema kwamba amesihitisha shughuli za kisiasa, tumsikilize yale ya jana kidogo, tujikumbushe kwamba aliongea nini na ugumu gani amepata mpaka kufikia hapa kuchagua hili ambalo amelichagua siku ya leo. Ndugu zangu, kweli ni kwamba sasa hivi nimechanganyikiwa. Kwa hebu nipeni kama siku moja au mbili nifikirie the way forward. Nimechanganyikiwa because sijui cha kufanya. Kumbukeni, umbea ndo ajira yangu. Yaani umbea ndo umebadilisha maisha yangu. Yaani maisha yangu yamebadilika kwa sababu ya hii ajira ninayofanya. Lakini sasa ajira hii ninayofanya ndio sasa inayotumika sasa kurudisha nyuma harakati zote za kusaidia Watanzania kupata haki yao. Mpaka nimekulia sasa. Sasa I don't know what to do. Sisemu wanachofanya, yani wameamua kuwapa Watanzania entertainment sasa. Yani wameamua kuwapeni entertainment ili Watanzania sasa wasahau mateso yao, wasahau maumivu yao, wasahau shida zao. Wamewapa vitu vya kuwafurahisha sasa, entertainment kubwa. Wasahau kila kitu kinachoumiza, kila kitu kinachowatesa. Alafu mimi ndio niko mstari wa mbele kuwasaidia kufanya hilo. Na achaje ajira yangu ili nifanye harakati, because nimework so hard maisha yangu yote kupata ajira yangu ya ambao itabadilisha maisha yangu, na nimeipata hapa. Yani nimeipata kwenye sema ambao ni rahisi. Lakini sasa hii ajira yangu ndio inafuta harakati zangu zote. Yani haisaidii. Yani sasa sijui nafanya nini. Yani hamwezi kuelewa ni kiasi gani wamejipanga na matukio makubwa. Yani sijui naambia nini. Hayo ni maneno yake Mange Kimambi akizungumza namna gani ambavyo alikuwa anapata ugumu, lakini leo amefanya maamuzi ambayo ni haya mnaenda kusoma hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameweza kuandika maneno haya mazito akasema, "Hi guys, nimefanya maamuzi magumu. Nimeamua kusitisha ajira yangu ya umbea kwa muda wa miezi 5. Nitarudi kwenye umbea Novemba 1, 2025. Kuanzia leo for 5 months straight nitafanya siasa tupu. I think wito wangu hapa duniani ni huu wa kufanya harakati. Nashindwa kulala na kuishi kwa raha knowing I can use my platform to make a change. Najua nitapoteza a lot of money, ila naamini nitakuwa sawa tu for 5 months plus. Shemeji yenu ananisapoti 100%. Kwenye hii decision kaniambia kama hii ndio itakupa amani, basi fanya for as long as you need to. Mtakao unsubscribe kwenye app yangu au hapa Insta kwenye subscription, I understand. Kwa mtakao endelea kulipia, Mungu awabariki na asanteni, na wengine naomba mjiunge kama kuniunga mkono. Kama mimi mbea mkuu nimefanya maamuzi magumu ya kuacha umbea kwa miezi 5, naomba na ninyi wa Tanzania muingie kwenye mfungo wa umbea kwa miezi 5. Hakuna kuwa distracted na habari za mastaa mpaka uchaguzi utakapoisha. Hata wavue nguo wanye barabarani hatoshadadi. Hatuna time. Tunawafungia vioo wasanii na mimba zao za plastiki na mahusiano yao ya plastiki na pete zao kupotea kiplastiki
na kuachana kwao kiplastiki na kurudiana kwao kiplastiki na bifu za plastiki, yani umbea wowote au habari yoyote ya mastaa kwa miezi 5 ijayo hatutaki. Kila ukiona habari ya umbea sehemu anasema ukila ukiona habari ya umbea sehemu kemea kama unamkemea pepo. Naam, hayo ni baadhi ya maneno mazito ambayo ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kuonesha kwamba sasa amesihitisha shughuli za umbea na ameingia rasmi katika harakati, na huku akisisitiza kwamba zile mimba za plastiki na nini watu waziache na nini. Sijajua kwamba Watanzania kama wataacha, kwa sababu sisi Watanzania umbea ndo jadi yetu, ndo tunapenda vitu kama hivyo, kusikiliza mambo ya wasanii, celebrities na nini. Sasa kumekuwa na comments nyingi sana kupitia ukurasa wake wa Instagram huu kupitia hii post ambayo ameweza kuiposti na nini. Sasa nakwenda kusoma comments zote za wadau mbalimbali tuweze kuona nini hasa mawazo ya waja kupitia hii post ya Mange Kimambi, kwamba watu wanawaza nini hasa, watu wanafikiria nini hasa, wanamsupporti ama wengine wanasemaje. Comment ya kwanza hapa ni kutoka kwa Tua Setu, anasema jamani, tumuunge mkono dada wa taifa, amejitoa kwa ajili yetu, tuwe tunatoa hicho kiasi kwa mwezi au na zaidi na nini. Sawa, huyu amemuunga mkono Mange Kimambi, lakini huyu anaitwa Cox Dawa Yao anasema pameanza kuchangamka. Lakini huyu mwingine anaitwa Sara Yusuf anasema huyu dada Mungu amtunze. Lakini huyu anaitwa Jijura Homestore anasema tunamchangia hatutolala, anasema tutamchangia hatolala njaa. Sasa comments nyingi zimekuwa za kumsupporti na nini, vitu kama hivyo ambavyo mnavyoona hapo. Lakini wengine wakijaribu kuzungumza kuhusiana na issue nzima ya kwamba pameanza kuchangamka. Lakini huyu anaitwa JK Fashion anasema ameshtukia mchezo. Ni mchezo gani ambao ameshtukia? Ni mchezo ambao huo wa wasanii kumimba za plastiki and so far. So hizo ni baadhi za comment ambazo watu au wadau mbalimbali wameweza kucomment kupitia ukurasa wake wa Instagram na wakionyesha hisia zao namna gani ambavyo wao wanachukulia hilo jambo ambalo linaendelea. Huyu anaitwa Quigley anasema this is the way to go and I'm proud of you. Huyu ndiye celebrity wa Tanzania. So haya ni maneno kadhaa ambayo watu wamejaribu kuongea katika platform hii ama hiyo post ya Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Na mimi sina mengi ya ziada jamani, kikubwa ni kwamba wewe udrop comment yako hapo. Mange Kimambi kuachana na masuala ya umbea na kuingia kwenye masuala ya siasa directly, kwamba miezi 5 yote atakuwa na posti masuala ya siasa. Kwa ninyi wa Tanzania mnalichukuliaje hili jambo? Mimi binafsi Mswahilina sijajua wapi nitapata uombea wangu na nini. So ili uendelee kupata habari zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.